Ladies and gentlemen, welcome back to our show. I'm your host, Kerry Prestige. With me, I'm with Danny Kioko. Danny Kioko, yes. Of the famous Muvango, ama Yesu na Muvango. Muvango museo. Nini siena Muvango. Muvango au kuadhima. Yesu na Muvango. Muvango museo. Yes. And it's possible. It's possible. Ukaenda tena ukajificha kwa barafu tena ukatokea na korabo. Yes, nikatokea na korabo. Ya Rose Muhando. Thanks so much Dan Kioko. The last time tulikuwa na wewe ni wakati ulikuwa unafanya launch. Yes. Ya nini ya Mfango. Ya Mfango, yes. Ya pale BBM. Yes. Sasa sijui unataka kutumia kamera gani? Nataka you say hi to our viewers and listeners. I think you can use that one in that corner. Yes. Say hi to our viewers and listeners. Yes. Halafu sasa turudi utuambie umekuwa wapi? You told me you have a testimony. Yes. Then you'll give us our testimony. Yes. The next time we'll have part 3. Of course. Welcome. Thank you. Asante sana Bwana Kiarie and Pacific Waves TV for having me. Imekuwa muda tangu nije hapa, na kwanza nataka kusalimia wale wanatusikiza. I want to greet you in Jesus' name. I'm Evangelist Danny Kioko. I am so blessed today to be here, and people know me for my music, Muvango, It's Possible, and many other songs. So karibuni. It's so nice to be here today, and I wish we will have some good time. Okay. Yeah. After we launched Mufango, yes. Mufango song. Yeah. Imekuwa ikiendeleaje? Vitu zimekuwa mzuri zaidi. Kwa sababu naamini kwa wale wanamuamini Mungu, vitu zinakuwa sawa. Hata zikienda zikae ni kama haziendi vizuri, bado Mungu anakuwa kwa ile story. Unajua watu wameongea sana, Dani aliumia, mara Dani alikatwa mkono, Dani alienda hospitali, akakuwa na surgery. Well, I want to tell you that is true. Hiyo yote nimesikia. Hata kuna ingine nimesikia. Ati unaenda na wheelchair. Hiyo yote imetendeka. Na yote imetendeka kwa utukufu wa Mungu. Last year, a time like now, tukafanya Muvango, celebrate, and then si mwaka ikaisha. Then nilipata kuumia. Nilitrip nikaumia. What happened, Muvango? Nilikuwa kazini, and then nikitembea kidogo tu nilitrip, nikaanguka, nikaumia mara 4. Nikaumia 4 parts za mwili. So nilivunjika wrist. Wrist ni hii mkono hapa. Umeanguka once, lakini umevunjika vitu 4. Mara 4, yes. 4 times. What do you mean? That was last year. So today is like now a year, because it was last year in the beginning of February. So nilitrip, nikashikilia meza hivi, nikavunjika. Ukiangalia picha utaangalia uone. Ukiangalia hii vile mkono ilikuwa, then nika hapa katikati nilivunjika kitu iko hapa inashikanisha hii mkono na hii pande. So ikakuwa hii mkono ligament imekatika. It was torn kabisa, like was it an injury at workplace? Yes. So ukifanya mkono hivi ilikuwa inaachana, unapata like mkono ili. Kiario, acha nikwambie. Nilienda kwa madaktari wakaangalia mkono. The first suggestion ilikuwa ama tuikate. Ndio isikusumbuange uishi na mkono nusu. Lakini haya yote ikutendeka. It's not haijakuwa rahisi. So Mufango, you're saying umeanguka once. Yes. Then umekuwa na 4 injuries. 4 injuries at once. One nilivunja ligament kakatika kabisa.
Ukiangalia mkono, naona hiyo, naona imepasuliwa kutoka hapa mpaka hapa na ikashonwa na imepasuliwa hapa tena. So that was one injury. That is one injury. Another one? Then vile nilifanya hivyo, nikasikia uchungu, nikashikilia chini na elbow. Okay. So elbow nayo ikaumia. Okay. Then mgongo vile niliinama, unajua niliinama sasa. Another injury, that one. Another injury. Yeah. Unaona? Na sasa nimekwambia zilikuwa 4 mpaka zingine nasahau. Then the other wrist ikapata strain kwa sababu niliitumia wakati nilianguka, na hii ni kama nilianguka na zote, lakini hii ndio ilifika mbele. Okay. So hii ilipata sprain. Okay. Muscle sprain. Okay. Sasa unajua nimekuwa kwa kitanda. Siwezi drive, siwezi pika, siwezi osha nguo, siwezi enda kazi, siwezi vitu mingi. So that was the injury. Haikuwa rahisi. Okay. Yes. Then mashabiki wako na marafiki wako wakitaka kujua then mambo imekuaje, umeendeleaje, maybe you can narrate that story. Yes. Until sasa kwa sababu tena tulikuona na Korabo. Yes. Take us through. Give us that narration. So after the injury nilienda kwa madaktari, ikakuwa lazima nifanye surgery, lazima nifanyiwe surgery. Mwezi wa 6 hapo ndio ikaanza tukakubaliana tu mkono ipasuliwe ndio washone hiyo ligament, and then because the right wrist ndio ilikuwa inanisumbua sana. Na so nikaenda nikafanywa surgery, nikarudi, nikakuwa kwa nyumba. Kutoka that time sasa nikakuwa siwezi toka, siwezi enda mahali. Kwanza nikafanywa surgery, wakashona, then wakafanya surgery ingine, wakaweka screws kwa mifupa yote ambayo inashikanisha hii mkono. Screw ndani ya mwili? Yes. Okay. Zilikuwa zinapigiliwa hivi na machine. So it was all that serious? Yes. So hii mkono ikashikwa. Hebu onyesha nini msikilizaji kwa kamera. Okay. Unaona? Sasa wacha cameraman nini? Cameraman. Producer, you can zoom the head akituelezea. Yes. So this is the hand. Sijui ataiona aje vizuri. Yes, hivyo. So ukiangalia mkono utaona imepasuliwa kutoka hapa mpaka hapa. So hiyo yote ni kushonwa, kukatwa, ilikatwa then ikashonwa. Then wakatoboa hapa tena, wakaweka hapa, ndio waliwekea screws. Sasa zikashika hiyo mkono kabisa yote. So that was the first surgery. Then after I think 6 months I went for another surgery. Wakakata hapa tena. So wakatoa all the screws zenye zilikuwa zimeshika this side of the hand, the wrist. So ikaanza kumove tena. So that was the second surgery, but the first surgery ilikuwa ya kukata, kushona the ligament and all that. Yeah. Na sasa you are back. So, na uko sawa? Yep. So tukafanya hivyo. So then I started treatments. Ikakuwa chaotic. I'm not going to work. Niko nyumbani. Siwezi drive. Siwezi pika. Na siwezi fanya mambo mingi, lakini Mungu ni mwaminifu. Watu walinisaidia sana huu wakati wote, watu wamesimama nami. Na huu wakati wote hakuna watu wengi hawajajua. Most of the people didn't know I was sick. Because they see me every time I'm smiling, every time niko sawa. Yeah. But God is faithful. Nikaenda nikafanywa treatments, wakaenda wakatoa hizo screws walikuwa wameweka kwa mwili. Sasa screws haziko kwa mwili? They were very painful. Lakini saa hii sasa haziko kwa mwili. Then after that nikaanza another journey ya therapy ya kufunza hii mkono tena. By 3 months ago hainge move, but unaona sasa imeanza kumove. Okay. Na imeanza kupata strength. Yeah. So bado naendelea na kufanya therapy. Okay. But I am very strong. You are very strong. Niko very strong. Yeah. Na kwanza nashukuru because of people like you. You remember you came to kuniona kwa nyumba? Yeah. So people came, people brought food. Mimi sija tangu for that 1 year, I've never lacked anything.
People have been so good to me. Yeah. And I know they are good to me not because of me, but because of the name of God. You know? Somebody is asking, hii collabo mumefanya? Yes. Tell us about collabo, kwa sababu anauliza, was it before that or after that? So this collabo ilikuja tukiendelea. Tulikuwa tunaongea na mtumishi wa Mungu Ross. Okay. Hapo kwa hiyo hali ndio nilikuwa namwambia, mkono yangu imefanywa kama ile yako. Huu wakati sasa ni wakati imekuwa na imewekwa misumari. So tukakuwa tukiongea tu kwa simu, ananitia moyo sana. Ni rafiki yangu kutoka kitambo. So tukaongea, then ndio nikamwambia mkono imekuwa kama yako vile ilifanywa, lakini sisi ni washindi. So Rosa akasuggest hiyo mkono tuifanyie wimbo ya shukrani. Unaona? Hivyo tu kama mchezo tu. Nikamwambia haya twende. Na ni vizuri watu wajue tunaongea mambo ya Rose Muhando. Rose Muhando. Rose Muhando nilikuwa nataka kusema Rose Muhando. Ni Rose Muhando. Rose Muhando. Rose Muhando. You know Rose Muhando ninaheshimu mafuta yake. Na one of the reason nilikubali tuimbe na yeye ni kwamba ni upako wa mafuta ambayo ako nayo na Rose Muhando ni mcha Mungu na mtu wa Mungu. Na unajua kwenye Mungu amemweka na Mungu amempitisha kwa njia nyingi sana. So amempitisha kwa milima na wakati wa milima Mungu amekuwa na yeye, wakati wa jangwa Mungu amekuwa pamoja na wewe na yeye. So I mean she is a servant of God na respect sana. So wakati aliniambia tufanye collabo, then ilikuwa automatically like yes, let's do it. Na hivyo ndio ikaanza. Tukaenda studio, within a week tuko na audio, then tukaanza video. Tukaanza video. Within a week we had a video. She traveled here or you traveled to Kenya? No, neither of us traveled. So she did it in Kenya and I did it in here. Technology. How did you do it? Kwa sababu kuna hiyo audio, kuna focus zake, kuna focus zako, pia video. So a lot of people huwa wanashindwa ilifanyika aje. Hata mimi sasa, mimi dhania ni wewe ulienda au akaja. No, by the way anakuja soon. But that one hatukuenda, tulifanya technology. So tukaenda studio. By the way mimi wanafanya my production here in Kenya still when I'm here. So you go to the studio in Kenya, wanatengeneza beat and then unaweka sauti and so that's what we did. Akaweka sauti. Why Kenya na venye America imetabuliwa? Well, one is if you're doing a Swahili, most of the wazungus hawana ile touch ya Kiswahili production. But if you're doing anything, wazungu wanaweza. Sasa hiyo wimbo yangu na Rose Muhando unaona mzungu akiicheza? Hapana. No wonder when we were doing an interview na wewe last time, tulikuuliza what you have for us in store. Hukusema hiyo collabo. Sasa leo ndio nimejua the origin of that collabo. It was out of that accident. Out of the accident. Wakati muna ongea na Rose, a song came up. A song came up. Nasema amenikumbuka because it was a testimony. Sing the song. Amenikumbuka leo, amenikumbuka Mungu wangu, nilipitishwa kwenye majaribu mengi, lakini Mungu wangu yeye akanisaidia. Mwanzoni nilikuwa sana. Unaona? So it's a testimony like nilipitia mengi lakini Mungu akasimama nami. So Mufango has a new collab. Ebu ambia your fans the name of the song. Iko kwa YouTube gani? Utaenda kwa YouTube yangu ama kwa Facebook ama kwa Facebook. My Facebook page ni Danny Kioko Evangelist. Ukienda kwa YouTube ni Danny Kioko. Danny ni DANNY, Danny Kioko. In all the social media utanipata kwa Danny Kioko. My ex ni Danny Kioko kwa TikTok. Kwanza watu wa TikTok naonanga tunafuatana huko sana. Ni Danny Kioko. So that's mahali utapata hiyo song yangu na Rose Muhando. Inaitwa Amenikumbuka.
na ni wimbo ambao Mungu ameupaka mafuta, ni wimbo ambao umeenda sana. Na ni wimbo ambao ulikuja kama testimony ya my injury. Okay. Yes. And that's why I called you. Na tukimalizia, now another reason what made me call you here, are you back now in full? Yes. So, because performance, now people can invite you for live performances. Yes. Yeah. And maybe you can tell us whether you are back in full and also your parting shot. Yeah, because we wanted to hear that testimony. Good. Yeah. So number one ni kwamba Mungu aliniponya. So niko sawa. Yeah. Saa hii nasema niko sawa. Na maandiko in 1 Corinthians chapter wacha nikuambie Corinthians 2 Corinthians chapter 1 verse 4 inasemanga, he who comforts us out of our tribulation so we can comfort others. Yeah. So I want to tell you, sometimes Mungu anakubali upitie mambo mengi ndio kesho yake uone mtu mwingine anapitia na wewe uyapitie. So usikue mtu anasema mbona ni mtu wa Mungu, mbona Mungu akaachilia. No. Mungu aliachilia ikaenda hiyo, and then he gave me that energy and the strength. So I think I'm back. Okay. Now there are a few things coming up. Kwanza, number one, there's another song coming up. Okay. In 3 weeks time. 3 weeks time. Okay. Hii itakuwa surprise. Sasa go to my YouTube, subscribe, so nikiweka utaiona. Na bona tusiite watu tufanye Thanksgiving, hata kama ni kidogo tu, hata kama ni ya kunywa chai. Oh, good. We do a small Thanksgiving. Good. So tukimaliza hii wimbo inakuja, there is a Thanksgiving event ambayo tunakutana. I want tukue tu mahali, tukutane, tukae chini na my fans, watu wangu, tukule pamoja, we praise and worship together. It is on May 30th. Oh, kwa hivyo you had that idea? May 30th. Okay, May 30th. Yes, okay. Yes. Okay. May 30th, 2025. Kenya, hapa 2026. 2026. Unaifanyia hapa ama Kenya? So hiyo event iko Seattle. Seattle. Okay. Tumeenda Seattle. Sasa ni Seattle. Seattle tumefika. So event iko Seattle. It will be a very interesting event because we are planning, I think the whole America itakuwa hapa. Okay. The whole America itakuwa hapa. There are teams coming from California, there are teams coming from as far as Kansas, Wichita. Kile kitu utaona Seattle ujawaiona tena. The Kikuyu said, I don't know how to say this proverb in English. You know finish milk for the calf. Usimalizie nini? Ng'ombe, ndama, maziwa. Nukalinukiria jao iria. No finish the milk. Yes. To the calf. Yes. I think there is English like that. Yeah, so that's it. So we will be back to invite people for the Thanksgiving. Yeah. And that is, Danny was sick. Sasa tukiongea saa hii, ambie mtu was sick. Is no longer sick. Amepona. Na amepona kwa sababu ya 2 Corinthians 1:4. So that he may encourage others during the times of need. Yeah. So that's it. Danny ako hapa, is fully back. Yeah. Very strong. Sasa mkono inaweza hata chapa wewe ngumi. Okay. Inaweza fungua Biblia. That time they wanted kukata, niliomba Mungu nikamwambia si tu waiache hata kama ninafungua tu Biblia. Yeah. But now imebaki yote and God is good. Your parting shot? Well, God loves us all. Yesu na Muvango, bado Muvango ipo. Kama unapitia mangumu ujue bado Mungu yupo. In fact, nilipitia hii nikajua kuna Mungu wa majira. Na hiyo ndio wimbo inakuja, anaitwa Mungu wa majira. Kwa sababu jangwani Mungu yuko. Kuna Mungu wa kunguru. Anatuma kunguru ikuletee chakula wakati uko jangwani. Huyo Mungu sasa ndiye abariki kila mmoja, na kama unapitia kwa season ambayo sio mzuri, hang on there. Tuko na Mungu mbinguni. Kuna Mungu wa jangwa, ukipata maji kwa Red Sea, kuna Mungu majira ambaye anagawanya bahari. So there is God wa majira. Hiyo ndio wimbo inakuja, a big one. Amen. And with God it's possible. It's possible. All things are possible. Si tufugie na hiyo. It's possible. Possible.
unto God all things are possible. Cast your burdens unto Him, He cares for you. To God all things are possible. Wow. Thank you so much. It's so nice to be here at Pacific West TV, United States of America in Seattle. Thank you, Director Kiari. Yeah. And God bless you. God bless you. Until next time, I'm your host, Kiari Prestige. We will wait for the 3rd edition. Yes. Na Mungu atakubariki. God bless you. It shall be well. It's well. God bless you. God bless. Yeah. Bye. Pacific waves, the voice of the people, strong like the wind, firm like a steeple, inspiration, entertainment every way. Pacific Waves TV and Radio USA, feel the wave, feel the sound. Pacific Waves.